Biblia ni kuhusu muda. Ni muda gani sahihi wa kumwabudu Mungu? Ni muda gani sahihi wa kumwabudu Mungu? Ni sasa. Ni muda huu tulionao. Huu ndio muda sahihi wa kumwabudu Mungu. Lakini jambo la pili analozungumza, anasema waabuduo halisi. Saa inakuja nayo saa ipo ambayo waabuduo halisi. Kwa hiyo jambo la pili analozungumza, anazungumza kwa habari ya kikundi cha watu, ambacho kikundi hiki cha watu kinaitwa waabuduo halisi, true worshipers. Na hii inaonyesha ya kwamba si waabudu wote ni waabudu halisi. Maana kuna watu ambao sio waabudu halisi ingawa wanaabudu. Ni waabudu fake. Niweke mic vizuri. Samahani jamani, niweke mic vizuri. Waabudu fake. Mungu wetu asiwe sana. Kwa hiyo kwa mstari wa 23 Yesu anagusa mambo mawili. Saa inakuja nayo ipo. Swala la kwanza ni muda sahihi wa kuabudu. Huu ndio muda sahihi wa kumwabudu Bwana. Na hii swala la pili ni kikundi cha watu ambao watamwabudu Baba katika roho na kweli. Alafu anasemaje? Mungu anawatafuta hawa. Mungu anataka wengine watoke kwenye kundi la kuabudu lakini haui mwabudu halisi. Anataka uingie kwenye kundi la kuwa mwabudu halisi, mwabudu katika roho na kweli. Kwa maana tunapojifunza somo hili, kusudio hasa Mungu akusaidie urejee kwenye eneo la kufanya ibada halisi ya katika roho na kweli. Naongea na watu sawa sawa. Naongea na watu sawa sawa. Anasema Mungu awatafuta watu kama hawa wamwabudu. Kwa nini? Kwa sababu Mungu ni roho. Mungu sio mwanadamu. Mtaani kule walisema Mungu sio Asmani. Si ndio? Ya mkimaanisha tafsiri yake, maana yake Mungu sio mwanadamu. Angeweza kusema Mungu sio Asha. Mungu ni roho. Wamwabudio yeye wanapaswa kumwabudu katika roho na kweli. Ni maombi yangu Mungu akupe neema uingie kwenye kundi la waabudu halisi watakao mwabudu Baba katika roho na kweli katika jina la Yesu. Sasa ziko kanuni ili uwe mwabudu halisi. Ziko kanuni, na ndio hizo nataka tujifunze leo. Kanuni za msingi za ibada ya kibiblia. Ili uwe mwabudu halisi, a true worshiper, kuna kanuni za msingi ambazo unapaswa uziishi ili uwe mwabudu wa kweli. Naongea na watu sawa sawa. Na hapa ni kueleza mambo machache ya kufahamu. Mambo machache ya kufahamu. Uhai wa kiroho unakamilishwa na ibada. Uhai, yaani ukitaka kuwa hai kiroho, kama unataka kuwa hai kiroho, labda kama unataka kuwa mfu, lakini kama unataka kuwa hai kiroho, lazima uwe umeketi kwenye eneo la ibada. Uhai wowote wa kiroho unakamilishwa na ibada. Hata kama wewe unaabudu miungu, unaabudu masanamu, unaabudu vitu visivyowezekana, hivyo unavijua mwenyewe. Hivyo vyote ili uwe hai inategemea na ibada. Lazima unaenda na viabudu, unavitolea sadaka. Lazima unaenda na vipigia magoti. Unanielewa sawa sawa? Ili uwe hai kiroho. Mwanadamu hakamiliki pasipo ibada. Mwanadamu hakamiliki pasipo ibada. Haiwezekani. Ibada ndio maisha ya mwanadamu. Naongea na watu sawa sawa. Naongea na watu sawa sawa. Ndugu zangu, ukitaka kuwa hai kiroho, ni kitabu gani kile anasema nanyi mlikuwa wafu kwa sababu ya dhambi? Ni kitabu gani? Efeso sura ya ngapi? Ya 2 ya 3? Ngoja nikuonyeshe hapo.
tusaidie. Sura ya 2 mstari wa kwanza nasema, nanyi mlikuwa wafu kwa sababu ya makosa na dhambi zenu. Umeona hiyo? Maana yake kabla haujaokoka, kwenye jicho la Mungu, nilishawahi kusema, kwenye jicho la Mungu mtu mwenye dhambi ni mtu aliyekufa. Sasa kabla hujaokoka ulikuwa ni mtu ambaye umekufa, ni mtu uliyekufa kiroho kabisa. Lakini baada ya kuokoka ndio unauishwa, unakuwa hai kiroho. Lakini ile ule uhai, ile sustainability ya uhai, ili uhai wako uendelevu kiroho, ni lazima kwanza uwe ni mtu wa ibada. Ndio maana ikitokea wewe kama Mkristo ambaye unajiita umeokoka na uko hai na hauendi ibada, sio mtu wa ibada, yaani maisha yako sio ya ibada, kuna hatari kubwa sana. Yaani upo kwenye danger zone. Wakati wowote unaweza kumkosea Mungu. Wakati wowote unaweza kutenda dhambi. Wakati wowote unaweza kusema uongo. Kwa nini? Kwa sababu maisha yako sio ya ibada. Maisha ya ibada ni ulinzi kwenye uhai wako wa kiroho. Naongea na watu sawa sawa. Maisha ya ibada ni ulinzi kiroho chako. Kiroho chako hakilindwi na maombi sana. Kiroho chako kinalindwa na maisha ya ibada. Ule kama mtu amefunga leo au siku 2 siku 3, baada ya kufunga alipofuturu tu akaenda kuzini. Uje kutana naye? Umjui? Wapo. Ni mtu wa maombi huyu, ameingia kwenye maombi, amefunga siku kadhaa, anamtaka Mungu kwenye jambo fulani. Lakini baada ya kumaliza tu, anapomaliza jambo la kwanza anaingia kwenye dhambi. Sababu uhai wa kiroho hautunzwi sana na maombi. Uhai wa kiroho unatunzwa na maisha ya ibada. Nimeongea na mtu sawa sawa? Ingawa maisha ya ibada yanahitaji maombi. Halo. Tuna watu wengi sana ambao wamekufa kiroho kwa sababu maisha ya ibada hawana. Yaani kama si Jumapili kanisani, hana maisha ya ibada tena. Kama si Jumapili kanisani, hana maisha ya ibada. Huyu mtu ameshakufa kiroho. Kwa hiyo uhai wa mtu kiroho unakamilishwa na ibada. Jambo la pili la kufahamu, katika maisha ya mwanadamu hapa duniani, hakuna kinachoweza kumtosheleza mwanadamu isipokuwa ibada. Hakuna kinachoweza kumtosheleza mwanadamu isipokuwa ibada. There is nothing that can satisfy human need, human life except worship. Ibada pekee. Ibada ndiyo ina satisfy, inatosheleza. Naongea na watu sawa? Jamani, amina. Ibada inatosheleza maisha ya mtu. Nilisema asubuhi kwamba ibada ni kama kiu ya maji. Kiu ya maji, unapokuwa na kiu kwa habari ya maji, hauwezi ukaiondoa kiu kwa kunywa soda. Si ndio? Hauwezi ukaiondoa kiu kwa kunywa juice. Ili kiu iondoke inahitaji maji. Kwa kiu ya maji inahitaji maji. Ukisema nasikia kiu alafu kanywa soda, au ulikuwa tunaamna soda. Si ni sawa? Kwa sababu soda sio mbadala wa maji hata siku moja. Juice sio mbadala wa maji hata siku moja. Naongea na watu sawa sawa. Kwa hiyo ibada ndiyo inamtosheleza mwanadamu. Mwanadamu hawezi kufikia kwenye kiwango cha utoshelevu kama sio mtu wa ibada, kama sio. Na kwa sababu hiyo sasa, kwa sababu ya umuhimu wa ibada, watu wengi sana wamechukua advantage ya hiyo. Wametaka kujinufaisha na hiyo. Wametaka kuabudiwa wao. Wametaka kutukuzwa wao. Wametaka wao wapewe sifa. Hata shetani naye
kwa sababu amejua faida ya hiyo, anataka kujinufaisha yeye. Ndio utaona anamwambia Yesu ya kwamba ninakuonyesha hizi hazina zote, ukiniabudu ninakupatia. Maana shetani na mwenyewe anataka kuabudiwa, na kuna wanadamu pia wanataka kuabudiwa, kwa sababu hawawezi kutoshelezwa, hawajapata utoshelevu nje ya ibada. Nataka nikwambie leo, utoshelevu wako hauko kwingine, uko kwenye ibada halisi wewe na Mungu wako. Utoshelevu wako wewe unautaka, mimi najua unataka mahali fulani ufike. You need to reach somewhere. Hapo unapotaka kufika, utoshelevu huo ni ibada halisi ya kwako na Mungu aliye naye. Ile ibada utakayokuwa nayo kati yako na Mungu, yale maisha ya ibada, utoshelevu wako unaisha hapo. Kuna mambo yatajibiwa tu ukikaa kwenye eneo la ibada. Kuna mambo yatatokea, baraka itakuja ukikaa kwenye eneo la ibada. Nimekuonyesha maandiko mengi. Nimekwambia somo hili ni pana. Wakati tunasoma Samueli wa pili sura ya 6, habari ya Daudi amechukua sanduku la Bwana, analirudisha Yerusalemu. Ukisoma ile habari sawa utaona ile sanduku mwanzoni walilibeba tofauti na kanuni ambazo zimeruhusiwa kubebwa. Wakalibeba kwenye gari mpya. Alafu kuna vijana wakawepo pale nyuma na mbele wanalilinda kwenye gari. Na unajua magari ya zamani sio kama haya, yalikuwa nakokotwa na ng'ombe. So unafahamu hiyo, naita ni ng'ombe, ni maksai, ni punda, whatever. Zile zilikuwa zinasukuma kitu fulani ile gari. Sanduku Mungu ameelekeza, sanduku linatakiwa kubebwa na makuhani, Walawi. Tena wanatakiwa kulibeba kwa kutumia ufito. Hawataki kubeba eneo lingine. Na hivyo hao wameliweka kwenye gari mpya. Biblia inaeleza ya kwamba ile Samueli wa pili sura ya 6, kuna wakati kafika ng'ombe wameshindwa, wakajikwaa. Sanduku likataa kuanguka. Kuna kijana mmoja akaja akalidaka ile sanduku. Alipolidaka yule kijana akafa. Daudi ndipo anakumbuka, akasoma tena vitabu. Ndipo akabadilisha kanuni ya kulibeba sanduku la agano. Alipolibeba sanduku la agano, wakalipeleka nyumba ya mtumishi mmoja, likakaa kwenye ile nyumba ile. Sikiliza, sanduku la agano lilikuwa linakamilisha ama linasimama badala ya Mungu. So unaelewa sawa hiyo? Kwa hiyo palipo na sanduku juu pana Mungu. Kwa hiyo yule jamaa alipoipata sanduku linakaa nyumbani kwake, Biblia inaeleza yule jamaa alifanikiwa sana. Kwenye kila maeneo alifanikiwa sana, kwa sababu uwepo wa Bwana umekaa nyumbani kwake. Kumbe ukitaka baraka za Bwana ni kutafuta uwepo wa Bwana ukae kwenye maisha yako tu. Hautahitaji kitu kingine, unahitaji uwepo wa Bwana. Na maisha ya ibada ndio maisha ambayo yanatunza uwepo wa Bwana. Maisha ya ibada yanahifadhi uwepo wa Bwana. Ukitaka uwepo wa Bwana uwe pamoja na wewe, anza kuishi maisha ya ibada. Na kutokea hapo utaanza kuona baraka juu ya maisha yako. Utaanza kuona kufanikiwa juu ya ndoa yako. Kuna maswali hatajibiwa kwenye maombi. Kuna maswali utajibiwa ukikaa kwenye eneo la ibada. Sio, naongea na watu hapa. Naongea na watu hapa ndani. Ninakuombea Mungu akurejeshe kwenye eneo la ibada katika jina la Yesu ni hai. Nakutamkia urejee kwenye eneo la ibada. Sema amina kama unakubaliana na hiyo. Bwana kurejesha pale ndio kwenye baraka zako, pale ndio kwenye ushindi wako. Daudi alipolipokea sanduku la agano, Biblia inaeleza akawa anarudi nalo nyumbani kwake. Hiyo Samueli wa pili sura ya 6, akaanza kucheza mpaka nguo zake zinaondoka. Alafu Mikali mke wake anashangaa. Anasema Daudi leo amecharuka na akili, maana amevua hata nguo zake. Daudi akamwambia, nisikilize Mikali, mimi ninamchezea Bwana. Nikiwa mbele za Bwana mimi si chochote, si mfalme. Mimi ninamchezea Bwana, maana uwepo wa Bwana umekuja nyumbani kwangu. Uwepo wa Bwana ukiwa nyumbani kwako, hakuna kitakachokuzuia kuwa mtu wa kucheza na kumsifu Bwana, kwa sababu uwepo wa Bwana uko na wewe. Naongea na watu jamani, anza kurejesha uwepo wa Bwana. Anza kutafuta wingu kwenye ibada, kumbe kwa sababu majamaa haya uwepo wa Bwana hauko. Tunatafuta wingu, tuna research. Amina. Unataka uzame au uzame, kila ukienda unarudishwa. Kwa nini? Uwepo wa Bwana. Kwani waambia muombe. Au sio utani? Muombe mbaya.
Waimbaji, si tunaelewana? Kwa sababu katika uwepo wa Bwana hatutapata shida. Yaani mimi nakwambia kama sauti yako haijanyoka kama ya kwangu, ila ukiimba tu kwa sababu ya uwepo wa Bwana, nguvu za Mungu zinashuka, watu wanahudumiwa. Sio kama unanielewa sawa sawa? Uimbaji, uwepo wa Bwana kushuka haitegemei sauti. Unafahamu hiyo? Uwepo wa Bwana kwa sababu hana sauti nzuri kama ya mtu mwingine. Mtu mmoja jana akaniambia, this man is not leading us into worship, he is ministering. Alikuwa Zanzibar, nafikiri tangu leo wako Zanzibar. Kama mmoja tulikuwa naye kule Moshi, akaniambia yuko Zanzibar pa. Kaniambia huyu jamaa hatuongozi kuabudu, ila jamaa anazama kwenye ibada na anahudumu kwenye ibada. Kwa hiyo uwepo wa Bwana hauhitaji sauti nzuri, tuisho Bwana. Achana mambo haya. Utaumia. Chimbo yenyewe uje namna kuitunza hiyo. Utapata shida. Tulia cha kufanya, utafute Bwana. Uwepo wa Bwana uwe na wewe. Utashangaa mambo yanaenda, vitu vinanyoka. Kwa nini? Kwa sababu uwepo uko pamoja na wewe. Hapa Simiri na tunaitaka uwepo wa Bwana. Tunataka uwepo wa Bwana mahali hapa. Tunataka Bwana atuhudumie mahali hapa. Ibada hapa inapofanyika isiwe ya kawaida. Tunataka ibada katika roho na kweli. Mimi nakuombea Mungu akusaidie ili ukae kwenye eneo la ibada katika roho na kweli. Sema amina katika jina la Yesu. Sema amina katika jina la Yesu. Hatutapata shida kwanza kusifu. Yaani hapa tutahamasishana. Unajitahidi lakini Mungu akubariki. Hatutakwambia kile itakuja yenyewe. Kwa nini? Kwa sababu uwepo wa Bwana uko na wewe. Unafanya vizuri sana. Mungu akubariki sana. Unatusaidia sana. Kwa sababu wakati mwingine wengine ni kama vile wameachwa sijui na nini, wana majonzi. Unasaidia kujilisi mwili. Unanielewa sasa? Hatutapata shida namna ya kusifu na kuimba, namna ya kufanya nini, kama nguvu za Mungu tayari zimeshakuja kwenye ibada. Nguvu za Mungu zimeshashuka mahali hapa. Daudi anamwambia Mikali, wewe achana mimi, nilipokuwa chini ya baba yako ambaye ni Sauli, nilionekana kama ni mdogo, lakini mbele za Bwana, huyu ni Bwana, ninayemwabudu ni Bwana, kwa sababu sanduku limekuja. Jambo la pili nilikuwa nakueleza hilo, kwamba hakuna kinachoweza kumtosheleza mwanadamu isipokuwa nini? Ibada. Hivi umewahi kukaa nyumbani Jumapili unajisikiaje? Unajua leo ni siku ya ibada. Kuna watumishi wanajisikia vyema wewe. Mungu akubariki sana, unajisikia vyema. Sema amina. Wapo unasikia amina. Yaani nakaa kabisa nyumbani, kabisa unaangalia kwenye TV. Anyway, sawa. Tuseme nini, tuishie hapa. Lakini ni vizuri wewe mwenyewe kuwa ni mtu wa ibada. Ukifika kwenye eneo la ibada unaona Mungu amekusaidia kabisa. Sisi wengine tutoboi bila ibada. Yaani sijui labda wewe unatoboa kwa sababu una biashara yako. Ila mimi siwezi kutoboa bila uwepo wa Bwana na ibada sahihi kutoka Bwana. Yaani ibada ni kukaa kwenye uwepo wa Bwana, nikitulia kwenye uwepo wa Bwana. Pale Bwana anaposema na mimi katika uwepo wa Bwana, naona kabisa hapa maisha yanatoboa. Hapa kuna mahali ninaenda kwa sababu nimekaa kwenye uwepo wa Bwana. Kwenye uwepo wa Bwana Mungu atakupa maelekezo. Kwenye uwepo wa Bwana Mungu atakuinua. Kwenye uwepo wa Bwana Mungu atakubariki. Kwenye uwepo wa Bwana uponyaji utatokea. Sema amina katika jina la Yesu. Na mimi nakuombea Bwana kutokee kwenye uwepo kwa jina la Yesu aliye hai. Namba 1, kanuni ya kwanza. Kanuni ya kwanza. Ziko nyingi, sio kama tutamaliza. Kanuni ya kwanza, ili uwe na ibada sahihi, ibada ya kibiblia, uwe umetubu na kuishi maisha matakatifu. Kanuni ya kwanza, uwe umetubu na kuishi maisha matakatifu. Ili
ni lazima uwe na maisha ya toba na utakatifu. Lazima uwe na maisha ya toba na utakatifu. Ikiwa hauna toba, hakuna toba kwenye maisha yako, au hauna maisha matakatifu, utafanya ibada sio kwa Mungu huyu tunayemjua sisi. Itakuwa ni ibada kwa miungu mingine. Naongea na watu sawa sawa. Ili ibada yako iwe na matokeo, ili ibada yako iwe halisi, ni lazima uwe na maisha ya utakatifu. Tunayemwabudu ni mtakatifu, kwa lazima maisha yetu yawe matakatifu. Ndio maana niliwaambia ibada sio tu kuja kanisani. Ibada ni lifestyle. Niliwaambia hiyo sentence. Ibada ni maisha, ni mtindo wa maisha wa kila siku unaoishi. Kutubu ni nini? Kutubu sio kusema Mungu nisamehe, hiyo sio kutubu. Hiyo ni kuomba rehema. Kutubu ni nini? Kutubu ni kitendo cha kubadilisha mfumo wa maisha ambayo yalikuwa hayampi Mungu heshima. Ni kitendo cha kubadilisha mfumo wa maisha ambayo yalikuwa hayana heshima mbele za Mungu na kupokea mwelekeo mpya sawa sawa na mapenzi yake. Nitarudia, nasikia huko. Ni kitendo cha kubadilisha mfumo wa maisha ambayo yalikuwa hayana heshima mbele za Mungu. Unabadilisha mfumo wa maisha ambao ulikuwa hauna heshima mbele za Mungu na kupokea mwelekeo mpya kwa mujibu wake yeye mwenyewe Mungu. Nilikwambia ibada ni nini kwenye maana ile, kama unakumbuka. Tukasema ibada inamaanisha ni kumpa Mungu heshima anayostahili. Ndio maana ya ibada. Ni kumpa Mungu heshima anayostahili. Sasa unapotubu, maana yake, ama ukiwa na maisha ya dhambi, ukiwa na maisha ya uovu, maana yake unaishi maisha ambayo hayarudishi, hayampi Mungu heshima anayostahili. Maisha ya dhambi, maisha ya uovu, maisha ya uzinzi, maisha ya usengenyaji, maisha ya uongo, maisha ya wizi, maisha ya kukopa na kutokulipa. Haya ni maisha ambayo yanaiondoa heshima ya Mungu. Kama unanielewa sawa sawa? Ni maisha ambayo yanaondoa heshima ya Mungu. Kwa hiyo ili ibada yako iwe sahihi, maana yake lazima sasa urudi kwenye eneo la toba. Ule mfumo wako wa maisha ambao uliishi, yale maisha ambayo yalikuwa hayana heshima mbele za Mungu, haya maisha yabadilishwe na Mungu akupe mwelekeo mpya ambao utaishi. Kwa hiyo ukitokea hapo, ndio unaanza sasa kuwa ni mtu wa ibada halisi. Unanielewa sawa sawa? Kuna watu ambao tunaabudu nao ama wanatuongoza kanisani, ni viongozi kwenye idara 1, 2, 3, 4, 5, ni mashemasi, ni wazee wa kanisa, lakini watu ambao mtindo wao wa maisha sio mtindo sawa sawa wa maisha. Unaelewa sawa sawa? Sio mtindo uliofaa. Lazima kwanza ubadilishwe, utubu, ugeuze, ndio utaanza kuwa na ibada halisi. Mathayo sura ya 15 mstari wa 7 na 9, soma kwa haraka. Mathayo 15 7 hadi 9. Soma kwa haraka. Enyi wanafiki, ni vema yaliyotabiri Isaya kwa habari zenu akisema, watu hawa huniheshimu kwa midomo yao. Watu hawa huniheshimu kwa nini jamani? Kwa midomo. Kwa midomo. Ila mioyo yao iko mbali nami. Ila mioyo yao iko mbali nami. Nao waniabudu bure. Nao waniabudu bure. Wakifundisha mafundisho yaliyo maagizo ya wanadamu. Wakifundisha maagizo yaliyo ya wanadamu. Sasa angalia anaanza mstari wa 7. Anaanza mstari wa 7 vizuri sana. Anasema enyi kina nani? Enyi wanafiki. Enyi wanafiki. Maana yake watu ambao wana maisha ya dhambi alafu wanajifanya wanafanya ibada, hawa watu ni wanafiki. Unaelewa
Unanielewa sawa sawa? Maisha yao ambayo sio sawa sawa mbele za Mungu. Wanaishi maisha ya dhambi. Hawana maisha ya toba. Hao watu ni wanafiki. Sasa anasema enyi wanafiki. Sikiliza sawa sawa. Utaondoka kwenye eneo la unafiki ikiwa umetubu. Ukitubu utaondoka miongoni mwa wanafiki. Unanielewa sawa sawa? Ukitoka kwenye eneo la wanafiki ukiwa na moyo wa toba. Moyo wa toba unakufanya utoke kwenye kundi la wanafiki wanaoishi kanisani. Anasema enyi wanafiki, ni bora vile nabii Isaya alivyotabiri, watu hao wananiheshimu kwa midomo ila mioyo yao iko mbali. Unamjuaje mnafiki? Mnafiki ni mtu gani? Mnafiki ni mtu ambaye analolisema liko tofauti na lililoko kwenye moyo wake. Huyo ndio mnafiki. Ni mtu ambaye jambo analolisema halifanani na lile liko kwenye moyo. Ndio anasemaje? Wananiheshimu bure, wananiheshimu kwa midomo. Maana yake anachokisema anasema kama vile anamheshimu Mungu. Anasema kama vile anampenda Mungu, lakini moyo wake uko mbali. Unakutana na watu wewe kwenye maisha yako ambao wanakuambia kabisa, yani mtumishi wa Bwana, unaiba vizuri, leo umeabudisha wewe, nguvu za Bwana zilikuwa juu yako mama. Mungu akubariki sana. Umeimbisha vizuri mtumishi wa Bwana. Ongea. Alafu akitoka sasa kaenda kukutana jamani, yani wanakosea kumpa maiki. Yani katika kitu wanakosea kumpa maiki yule mama. Yani wanawawa yani Mungu atusaidie. Jamani wawe na macho ya kiroho. Anasema kabisa tuwe na macho ya kiroho. Huyo ni mnafiki. Unaelewa sawa sawa? Anakueleza kabisa Mama Antoni nakupenda. Kuna Antoni, nafikiri Antoni hamna huko. Mama Antoni nakupenda. Wewe ni rafiki yangu mzuri sana. Yaani wewe ni mtumishi wa Bwana. Mungu amekubariki jamani, nakufurahia. Akitoka nenda kuna hakuna kitu Mama Antoni mbea, wewe Mama Antoni hamna kama mtumishi pale. Maisha Mama Antoni yani ya ovyo kabisa. Akikaa na wewe anakueleza kama jamani, anakuonyesha upendo. Ila akitoka, huyo ni mnafiki. Huyo ni mnafiki. Mungu akusaidie utoke miongoni mwa wanafiki katika jina la Yesu. Mungu akusaidie usiwe miongoni mwa wanafiki katika jina la Yesu. Wanafiki ni watu ambao wanazungumza kama wanampenda Bwana. Akija hapa kanisani mnafiki, utamwona amepiga na magoti kabisa. Baba, ni mnafiki baba.